Episodi iliyopita tulimuona Cindy akisumbuliwa na mume wake Amani. Akawa anamwambia kwamba mimi sikutaki kabisa kwenye nyumba yangu kwa sababu wewe umekuja kuleta mzigo kabisa kwenye familia yangu na naona kama umeanza kunichezea. Kwa hiyo nakutaka kabisa uondoke kwenye familia yangu kwa sababu sikutaki na sitaki uwepo kwenye maisha yangu kwa sababu wewe ni kikwazo tu. Cindy anaendelea kumsikiliza Amani wakati anaongea kwamba yani imetokea nini Amani, kwa sababu Amani alikuwa ni mwanaume ambaye alimpenda. Tuliona wakati episode nyingine inaisha Amani akiwa na huku nako kwa Manyanya mambo yamekuwa yametaradarati kabisa. Kwa Manyanya nako Manyanya anachati na Mati kwenye simu yake akiwa anamjulisha kwamba leo nataka nije, lakini Mati anamjulisha kwa njia ya message kwamba bwana usije kwa sababu mke wako alikuja nyumbani kwangu na akaleta vurugu. Manyanya sasa anashtuka kwamba mke wangu amefika tena hadi kwa huyu Mati. Sasa amefikaje wakati mimi sijapata taarifa yoyote? Anaanza kufikiria kwamba kumbe huenda Kase alienda kwa mke wake yule mdogo ambaye ni Mati na akaenda kupeleka yale maneno ambayo yalisababisha paka Mati sasa hivi anasema usije. Na tunavyomjua Kase alivyo na maneno mengi, na maana amepeleka maneno haya kwa yule mke ambaye ni mke mdogo wa Manyanya. Manyanya atafanyeje? Tuangalie sasa kwamba itakuweje ili Manyanya akabiliane na hili tatizo ambalo yule Kase amelisababisha kwa kupeleka maneno kwa yule Matrida kwenye kule kwake ambaka anakaa ili aweze kumsababisha aachane naye lakini amchukue yeye. Tukumbuke kwamba Matrida anampenda sana Manyanya na ndio maana anashindwa kwamba afanyeje, lakini Kase amepeleka naye maneno kule kwa sababu naye anamuhitaji sana. Nako kwa Manyanya nyumbani mke wake Vai ameshajua kwamba Manyanya anatembea na Matrida na alienda kule akaleta vurugu kwamba naomba uniachie mume wangu ili niweze kumiliki mimi mwenyewe. Lakini Manyanya baada ya kupata zile habari amepatwa na wasiwasi sana ambayo inamfanya paka anavyoletewa kinywaji anashindwa kabisa kunywa kile kinywaji kwa sababu ana imani kwamba huenda mke wake akawa amemwekea sumu. Na ukumbuke Manyanya yuko makini sana kwenye masuala haya ya kufikiria mbele kwamba huenda nimewekewa au limbwata au nimewekewa sumu. Kwa hiyo mke wake akawa anasema mimi uniamini, mbona kama una wasiwasi? Manyanya akasema jaribu kunywa wewe ili nione kama kweli hiki kinywaji kiko salama. Kwa sababu kumbuka Manyanya yuko na wasiwasi kubwa sana baada ya kuona kwamba mke wake ameshajua habari zote ambazo zinamhusu yeye. Na ukumbuke Manyanya anafikiria kwamba je, kama mke wangu ameshajua hizi habari lakini hapa usalama haupo kabisa. Kwa hiyo Manyanya na wasiwasi kubwa sana, anasema jaribu kunywa, akasema hapana, naomba niache. Siwezi kunywa kabisa hiki kinywaji kwa sababu nina wasiwasi kubwa sana. Hapa anasema ndani ya moyo wake, lakini mke wake hajui kwamba Manyanya anafikiria nini, lakini anaelewa kwamba huenda mume wake amepata habari kwamba alienda kufanya vurugu kule kwa Kase. Lakini mume wake akaonyesha kwamba sio tatizo hilo, akawa yupo tu kimya, anaendelea kumwambia mke wake kwamba leo nimeamua kwamba unywe mwenyewe ili mimi nifurahi kwa sababu nataka nione kabisa kwamba huenda ukawa umetengeneza kinywaji kizuri, nataka leo tushare. Manyanya anatumia ule uzoefu wa kuonyesha kwamba hana hasira, lakini kiukweli Manyanya na wasiwasi kubwa sana kwamba maisha yake yatakuwa magumu na huenda asifanikiwe kwenye maisha yake kwa sababu anampenda naye Vai. Lakini Vai tuliona kwenye episode zilizopita aliweza kumtendea vibaya Manyanya paka akageuka na kuwa mwanaume ambaye hakutarajia kufanya kama haya. Manyanya alikuwa ni mwanaume ambaye alimpenda sana Vai, lakini matatizo yote haya yamesababishwa na Vai kwa sababu Vai mwenyewe hakuweza kulilinda penzi lake kwa Manyanya. Kwa hiyo Manyanya anafikiria kwamba kama mke wangu ameshajua ukweli wote, nitaishije hapa nyumbani na itakuwaje? Kwa hiyo Manyanya, tuangalie sasa Manyanya atafanyaje. Manyanya anaamua kumpiga busu Vai na kumuonyesha kwamba yeye bado anampenda na ana upendo wa dhati. Lakini kumbuka Vai ameshajua ule ukweli wote ambao Manyanya amefanya uchafu wote kwa yule mwanamke. Kwa hiyo sasa hivi anajua kabisa na mwanamke ambaye anatembea na mume wake anamfahamu. Kwa hiyo pale anaonyesha tu kwamba naye anamjali mume wake, lakini kiukweli Vai anaumia ndani ya moyo wake kwa sababu hakutarajia kwamba penzi la Manyanya linaweza likaja siku moja likavunjika kama hivi ambavyo limevunjika. Kwa hiyo Vai akaendelea kunywa ile juisi kwa sababu ameshajua mume wangu kumbe naye ameshapata taarifa kwamba nilienda kwa yule mwanamke, ndio maana leo hana amani. Lakini akaamua kusema basi ila nitaona kitakachojiri baadaye, nitajua kwamba tufanye. Tuangalie sasa kule kuna
Huku nako Mndeme mzee wa bakora. Sasa mambo yamekuwa hivi, yameiva sana, na Mndeme anaonyesha kwamba yeye huwa hachagui sehemu ya kwenda. Na Mndeme leo sasa ameamua kufanya mambo na mke wa rafiki yake. Sasa mke wa rafiki yake yuko mle ndani, na rafiki yake anakuja sasa kumpata Mndeme na kuona kwamba Mndeme sasa yuko na mke wake. Lakini sasa Mndeme hakujua kwamba rafiki yake anakuja tu kumjulia hali, akajua amemfuata mke wake. Mndeme akapatwa na wasiwasi, kafunga mlango ili kuonyesha kwamba labda yuko peke yake. Rafiki yake anamwambia, bwana, mimi nilikuwa na shida tu, nikujuze kwamba mimi sijasafiri, ila nyumbani wanajua nimesafiri. Lakini Mndeme naye kama mnavyomjua anakuwa na wasiwasi ile, kwa sababu ni mzee wa bakora, kwamba huenda rafiki yake ana taarifa, lakini kumbe rafiki yake hana taarifa yoyote kuhusu kwamba Mndeme alikuwa na mke wake. Sasa angalia nini sasa amani inakosekana vipi ndugu yangu sasa. Rafiki yake kumbe alikuja tu kwamba aombe mawasiliano, kwa sababu alikuwa amepoteza mawasiliano yale mengine, kwa sababu kumbuka alibadilisha namba kuonyesha kwamba amesafiri kwenda nje ya nchi. Sasa Mndeme baada ya hapo akaamua kutoka nje na kwenda kumsikiliza anasemaje yule rafiki yake. Rafiki yake akamwambia, ndugu yangu, mimi nyumbani wanajua nimesafiri, lakini niko hapa niko na mshangazi mwingine ambaye niko na kula burudani. Mndeme naye akampa story kwamba na mimi niko na mshangazi mwingine. Kwa hiyo sasa baada ya hapo mambo mengine yakaendelea. Pole. Mndeme leo anaonyesha kama ni mzee wa ushauri, anamshauri rafiki yake kwamba kwa nini unafanya yote hayo? Mke wako anafanya mambo mazuri, ametulia, anakaa nyumbani kwake, kwa nini unamfanyia hivyo? Yule rafiki yake anamwambia, bwana, acha tu bwana, wanawake wamekaa tu wengi tu wanatusubiri sisi, kwa hiyo wametulia kabisa, wanafuata sisi. Kwa hiyo ukisema hivyo huwezi jua, kwa sababu mimi nataka kuangalia kila namna kwamba nifanyeje, lakini kiukweli nashindwa kujizuia, ndio maana niko hivi. Rafiki yake basi anasema akamshauri, kumbe jamaa mwenyewe ndiye anayekuwa yuko na mke wake bwana. Kwa hiyo anatoa ushauri ili kuonyesha kwamba hajui chochote kinachoendelea nyumbani. Mara ya kwanza alijua ni kwamba amemfuata, labda amekuja kumfomania, kumbe hapana. Sasa tuangalie nako kule upande wa pili Manyanya anafanyeje ili tujue kwamba kipi kiliendelea. Mndeme baada ya kurudi ndani kamwambia yule mwanamke kwamba mume wako kumbe hakuwa na shida na wewe, alikuwa na shida kunipa tu namba yake mpya ambayo amebadilisha, na inaonyesha naye yupo na mchepuko mwingine huko ndani. Kwa hiyo ndio maana alikuwa yuko huko ananipa tu taarifa kwamba bwana, na mimi nimekuja huku kula burudani zangu. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa. Sasa sijui kitu gani kitafuata baada ya mwanamke sasa kujua kwamba kumbe mume wake alikuwa hajasafiri. Akienda nyumbani kutoa taarifa kwamba bwana, kwa nini ukusafiri, ulindanganya, itakuwaje na mume wake atafanya nini? Upande nao huu mwingine, yule bwana aliyepewa kazi ya kumburudisha mshangazi, inaonyesha sasa mshangazi leo anamwambia, bwana, naomba mimi nataka ninywe dawa zangu. Lakini baada ya hapo yule bwana tunaona akiwa yuko pale anacheka na furaha sana, anampatia ule mfuko ambamo mle ndani kulikuwa na dawa, anataka ameze. Yule anamuuliza, bwana, kwa hiyo unataka na maji? Akampatia maji. Kwa tuangalie sasa kitu gani kilitokea, na paka huyu bwana tunaona akawa ana hasira kubwa sana. Baada ya hapo akawa yule mshangazi akachukua dawa zake, kumbe yule bwana, yule mama ameasirika na ni mgonjwa kabisa wa HIV. Kwa hiyo hakuwahi kumwambia yule bwana kwamba mimi naumwa. Sasa anaporudi anamuuliza, bwana, mbona unameza dawa? Akamwambia, mimi hizi dawa na meza siumwi, ni kawaida, ila mimi kwa sababu ni VIP usitake kuniuliza maswali mengi na nimelipa gharama zote za kukufanyia VIP. Yule bwana anasema, VIP tena? Sasa imekuaje? Mbona uniambii ukweli? Anakuja kugundua kwamba kumbe huyu mama ameasirika na anatumia dawa za ARV. Basi jamaa anataka kuanza kukasirika sana. Mama anamwambia, usikasirike, mbona kila kitu umeshamaliza? Kwa nini ukasirike wakati kila kitu umeshafanya? Basi anamwambia tu ukweli kwamba ni kweli mimi naumwa, lakini usiwe na wasiwasi kwa sababu tayari umeshanipenda na kila kitu umeshafanya. Jamaa anakuwa na hasira kubwa sana, na tunaona kabisa anachukia kuonyesha kwamba jinsi gani ambavyo hakupenda mama alichomfanyia. Sasa sijui kitakachoendelea kwenye episode itakayofuata. Endelea kufuatilia kwenye Digital Maisha ili uweze kupata update zaidi na uweze kushare kwa marafiki zako na kuendelea kutazama zaidi. Karibu sana Digital Maarifa. Hii ndio channel pekee ambayo itakuletea uchambuzi wa filamu bora zaidi ambazo zitakuwa zinaruka kila siku kupitia hii channel yetu. Endelea kufollow na kuendelea kusubscribe na kulike. Unataka niambie umeasilika? Huku nako Sindi mambo yamekuwa mtifuano.
mtifuano usioisha kabisa kwenye familia yake. Ameona kabisa kwamba Amani kumbe hakuwa na lengo zuri la kumfanya aolewe naye, na alionekana ni mwanaume aliyempenda sana, lakini kumbe Amani sio mwanaume ambaye anapendeka, kwa sababu amekuwa kila siku akimletea vijembe vikubwa sana, ambavyo katika hivyo vijembe Cindy ameona sasa ameshindwa kuvumilia. Anaamua kumwambia Amani kwamba bwana, basi kwa sababu mimi naona ni kama ulikuwa unanichezea tu na uliamua kunipotezea kwenye maisha yangu, mimi naamua kufunga virago na kuondoka. Sasa sijajua kwamba kwenye episode itakayofuata nini kitaweza kutokea. Kama unahisi labda Cindy anaweza akarudi tena kwa Mudi, dondosha comment yako hapo chini tuweze kujua kwamba labda Cindy anaweza karudi tena kwa Mudi. Lakini Mudi ameonyesha kwamba sio mwanamume ambaye alikuwa ni mwanaume sahihi kwa Cindy. Kwa hiyo inaonyesha Amani kumbe alikuwa na lengo tu la kumpotezea kwenye maisha yake. Sana kutoka kwa Mati. Nikawa nimekuacha, lakini sasa tena umeamua kuingia kwenye familia yangu kwenda kumwambia mke wangu kwamba mimi natembea na Matrida. Na hili naona unataka tufike mbali. Na kama usipokaa sawa, nadhani nitafika mbali na wewe. Naweza nikakuteka au nikakupoteza kabisa kwenye hii dunia. Mimi Manyanya ninao huo uwezo wa kufanya yote hayo. Sasa sijajua kitu gani kinaweza kikafuata kwenye episode itakayofuata, kwa sababu Manyanya tayari ameshamtisia Kase kwamba kitu ulichofanya atamfanyia kitu ambacho ni kibaya. Na tunavyomjua Kase naye kwenye maneno huwa hajambo. Atafikisha tena maneno haya kwa mke wa Manyanya ambaye ni Vai, au ataenda kufanya nini? Au ataenda kuroga, kwa sababu kwenye uchawi nako hajambo Kase. Kwa tuendelee kutazama familia yangu. Kipengele ambacho huwa sinaga urafiki na mtu yoyote. You try to touch it. Kase anaendelea kumwambia Manyanya kwamba mimi nilikuwa bado hata sijamaliza kumwelekeza mke wako, naye mke wako ana kiherehere akazimia, na alizimia tu, lakini mimi nilikuwa bado sijamaliza kabisa. Kwa hiyo hata hivyo bado haya uliyoyapata ni madogo. Nataka na wewe uumie kwa sababu ulichonifanyia, kitendo cha kunizalilisha mimi, kuonyesha kwamba mimi sio mwanamke. Nadhani hili ni tera tu, mengine yatafuata. Sasa sijui kitakacho, na ni vile tu mke wako ni mtu wa pressure sana, na ndio maana ile siku hivyo. Sijajua kitakachofuata baada ya Kase na Manyanya kutifuana mtifuano mkubwa ambao umewasababisha waonekane sasa uhasama wao umekuwa mkubwa sana. Na kama tunavyomjua Kase kwenye uchawi pia yumo, amewahi kufanya vitu vingi hata kwa Matrida, kwa sababu aliwahi kwenda kwa waganga mbalimbali. Na sijajua kwamba kwa sababu kama tunavyojua Kase anampenda sana Manyanya na amejaribu kufanya mbinu zozote ili aweze kumpata na amefeli. Sasa naye Manyanya tunamjua ni mzee ambaye anajielewa sana. Sasa tujui kitakachofuata kitakuwa ni kitu gani. Dondosha comment yako hapo comment, alafu share video. Pia naomba kusubscribe kwenye channel yangu Digital Maarifa. Asante, chao.